VLC, the DJ. Ele kakanango yo kabinja Nazangi sitena pinangaye o abukela mobile boinga na sea tamani aanze kutumika hata kama notification. Ninachokiona pale kinapungua, hakuna bidii ya kufanya watoto. Kwa namna hiyo maana yake ni kwamba hata vijana wetu hao waliofanya hii kazi kubwa wanajua. Lakini na mimi sijawaficha chochote, nikawaambia tena serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuleta fedha nyingi kwa ajili ya miradi yake. Na pale sasa hivi tumepokea fedha nyingine milioni 10 kwa ajili ya kuendelea na shughuli zinazoendelea. Asante sana kwa makofi hayo, kwa sababu najua mnapiga makofi kwa sababu ni kweli kuna milioni 10 zimefika. CCM oyee. Hicho ndio chama kinachofanya hayo mambo jamani. Hakuna chama kingine. Kwa hiyo sasa milioni 10 kwa kazi ambazo zimebakia kwa paa. Hivyo vijana wetu wanaendelea kusema hawajachoka, ndio maana wako hapa wanatukabidhi majengo, lakini bado wana mipango mikakati ya kuhakikisha madarasa yale hayaendi kukaa muda mrefu bila kutumika. Na hiyo ndio maana wanaleta vitabu hapa. Narusha Azam TV. Najua kwa mwongozo wao kadri muda utakapofika wataomba kuwe na kutumisha ule mfuko toka milioni 10 za serikali twende tupate milioni zingine hata 40 na 50. Kwa njia yoyote. Watu tumekuja hatujaja. Sio tumekuja kwenye kazi. Jamhuri ya Muungano kazi iendelee. Itaendelea, watu watano ndio mnaitikia jamani. Inaendelea kwa umoja wetu. Lazima iwe kazi iendelee kwa kila mmoja wetu. Kwa hiyo msiogope kununua kitabu. Mtanunua kitabu lakini kazi yake kubwa pale. Hapa nazungumza haya mbele ya mgeni rasmi kusudi ajue kwamba pamoja na serikali kuisaidia serikali ya kijiji Uhekule, bado wananchi wa Uhekule wanajiweza kwa namna ya kujisukuma ili wakutane na nguvu za serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi,
nisemee changamoto ambazo zipo kwenye eneo letu. Ukiacha madawati tunayohitaji, lakini tunahitaji bwalo la chakula cha watoto pale. Sisi tuna kanuni ya kutaka watoto wasirudi nyumbani kula chakula kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Sasa ili wale shuleni kwa chakula kinachopikwa shuleni lazima wapate mahali. Fahamu kwa taratibu za fedha milioni 10 iliyokuja imekuja kwa maelekezo ya namna ya kumalizia yale madarasa kama ingekuwa bado. Lakini kwa kuwa vijana wetu hawa, ndugu zetu hawa wanaoishi nje wameshafanya kazi ya kukamilisha na leo wanatukabidhi. Kupitia utangulizi wa maneno yangu, naomba nishawishi serikali ngazi ya halmashauri mahala ambako fedha zimetoka. Ikiwezekana milioni 10 zile tuzibadilishie matumizi, manake zikafanye kazi inayoambatana na hiyo kazi. Kwa mfano, kuongeza viti pale au kujenga bwalo la chakula kwa ajili ya watoto wetu. Hiyo ndio plani ambayo tuko nayo ili kusudi madarasa yale yasikae bure. Hakuna sababu ya kuwa na madarasa mazuri kama yale yakakaa miezi 6 hayatumiki. Kwa hiyo basi, pamoja na maombi yetu serikalini kwamba tunahitaji fedha zaidi, lakini kianzio leo kipo hapa. Tutapata fedha hapa. Inawezekana kwenye taarifa zangu za halmashauri tena nikapeleka. Changamoto iliyopo ni bwalo la chakula ambalo nimezoea kuandika, lakini madawati kwa ajili ya madarasa matatu yale pamoja na ofisi yetu ya mwalimu mkuu. Hiyo ni kwa eneo la elimu, lakini eneo lingine ni eneo la miundombinu ya umeme kwenye kijiji hiki. Naendelea kuongea hili kadiri ninavyozidi kuneemeka kupokea wageni mbalimbali. Hapa ukiangalia sura za watu hapa ni watu wa mjini wote. Tena kabisa, na wana uchumi mzuri. Wana uwezo wa kununua umeme hata kama ni unit 1000 kila mmoja nyumbani kwake. Lakini hawana umeme nyumbani, miundombinu ya kusambaza umeme kwenye majumba yao haipo. Uongo ukweli jamani?